Mwenyezi Mungu, katika mwanzo wa mwezi tulikuja tukasema asante na tukaomba utulinde. Na kwa kweli Mungu, wewe si dhalimu, maana unatenda tu yale ambayo Bwana umesema. Ulichokisema katika neno lako Mungu umetimiza. Umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mwezi huu wa pili. Bwana, tunakushukuru. Umetumiza neno lako, kwa kuwa Bwana, tuingiapo tutokapo, Bwana umetulinda. Umetulinda mjini, umetulinda mashambani, umelinda na familia zetu. Bwana, tunashukuru. Katikati ya huu mwezi wengine wetu tumewapoteza, lakini Bwana, neno lako katika Mhubiri 3 kwamba kuna majira, majira ya kuna wakati wa kila majira. Kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa furaha na wakati wa kulia, wakati wa kumwaga machozi na wakati wa kuyafuta. Basi Bwana, wengine wamelia, lakini vile vile Bwana umewafuta machozi. Kuna wale Bwana waliomboleza, lakini Bwana ukawa faraja yao. Mungu, tunakushukuru. Wewe uliyefanya jua liweze kuwaka mchana, fadhili zako zinadumu milele. Wewe ambaye umefanya Bwana mwezi na nyota zikaweze kuwaka usiku, zikatupe mwangaza, fadhili zako Bwana zinadumu milele. Wewe Bwana uliyegawanya bahari ya Shamu na wana Israeli wakapita katikati yao, fadhili zako Bwana zinadumu milele. Wewe ambaye Bwana ulishambulia Farao na jeshi lake na kuangamiza katika ile bahari, fadhili zako Bwana zinadumu milele. Umetupigania kutokana na vita vya maadui zetu. Umetupigania Bwana. Bwana, asante, maana Bwana walio upande wetu ni wengi kuliko maadui zetu. Bwana, tunakushukuru. Wewe upeanaye chakula kwa kila kiumbe, Bwana, upendo wako unadumu milele. Wewe ambaye umetupigania kutokana na maadui zetu, fadhili zako zinadumu milele. Wewe unayepeana watoto, fadhili zako zinadumu milele. Wewe unayepeana ndoa, fadhili zako zinadumu milele. Bwana, tunakushukuru, maana katika neno lako katika kitabu cha Zaburi 121 neno lako linasema kwamba nami nitayainua macho yangu nitazame juu milimani, basi msaada wangu unatoka wapi? Angalia Bwana, mara nyingi tumeanza kujiuliza na kuhangaika kama msaada utatoka wapi. Tunaanza Bwana kuhangaika, tunatafuta misaada kwa wanadamu, lakini neno lako linasema kwamba katika Mithali 3:5 ya kwamba mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, nawe usisitegemee akili zako. Mara nyingi tumetegemea akili zetu Bwana na tukaachana na neno lako. Unasema kwamba unapenda wale wanaokupenda na wanaokutafuta kwa bidii wanakupata. Inawezekana kwamba Bwana hatujakupenda vya kutosha. Inawezekana kwamba Bwana, kwa sababu hatujakutafuta kwa bidii, hatujakuona. Kuna sehemu katika maishani mwetu katika mwezi huu hatujaona ukitenda. Kumbe ni sisi ambao Bwana tunakosea. Kumbe ni sisi Bwana hatubadilishi mienendo yetu. Kumbe ni sisi Bwana tumenenda katika njia zisizostahili. Naomba Bwana kwa unyenyekevu tusamehe makosa yetu. Kuna wale ambao ni wachanga katika kiroho na kuna wale ambao wamekomaa Bwana, basi kaweze kuwakuza wale walio wachanga, ili kwamba wakakuelewe wewe Yesu Kristo, wakajue wewe ni nani na unatenda nini katika maishani mwao, ya kwamba ulikuja ni kwa ajili ya kutuweka huru. Ulikuja ni kwa ajili ya kutuonyesha njia, ya kwamba njia ni wewe na uzima wa milele ni wewe. Ukasema kwamba tutajua kweli na kweli itatuweka huru, na kwa sababu ile kweli tumeijua, basi tuko huru. Tuko huru kutokana na magonjwa yote. Tuko huru kutokana na kila aina ya manipulation ya adui zetu. Tuko huru kutokana na oppression ya adui zetu. Bwana, umetukinga na mambo mengi katika mwezi huu. Tunakushukuru. Basi Bwana, kama Bwana asingalikuwa upande wetu, basi Israeli na aseme sasa ya kwamba kama Bwana asingalikuwa upande wetu wakati huu Bwana,
walipotushambulia, basi Bwana hatungekuwa hapa. Wakati hasira yao ilipowaka dhidi yetu, wangalitumeza tungali hai. Neno lako ni kweli, maana Bwana tumepigana vita vikali, lakini Bwana ukatushika mkono. Tumepigana vita ambavyo Bwana ingekuwa ni sisi wenyewe kupigana hatungeweza, lakini Bwana ulitushika mkono na ukatupa nguvu, Roho wa Mungu, nasi tunakushukuru, mfalme wa ajabu. Bwana, si mafuriko basi yangekuwa yametumaliza, lakini Bwana ulitushika mkono katikati ya mafuriko, katikati ya mapito yetu, katikati ya zile shida ambazo tumepitia. Bwana umetushika mkono. Jinsi wewe ulivyo mwaminifu hatujawahi ona, jinsi wewe ulivyo na upendo mwingi hatujawahi ona. Basi Bwana tujalie tuwe na mioyo ya kutii ndani yetu, tukaweze kutii neno lako, maana kutokana na kutii neno lako na kulitafakari ndipo njia zetu zitakapofanikishwa. Basi njia zetu hazijafanikishwa, wengi wetu hatujafanikiwa kwa sababu hatujalitii neno, hatujalifuata neno na hatujalitafakari usiku na mchana. Tuajalie Mungu tukaweze kulitafakari neno hili usiku na mchana, ili kwamba njia zetu zikaweze kufanikiwa, ili kwamba Mungu tukaweze kufunguka kutokana na vifungo vya movu ibilisi, ili kwamba Mungu kaweze kutufungua kutokana na vile vifungo hata vya kifamilia, katika jina la Yesu Kristo. Nasi tunashukuru Mungu kuwa pamoja nasi katika huu mwezi tunauanza. Ukawe Bwana kimbilio letu, ukawe msaada wetu Bwana. Umesema kwamba utatulinda usiku na mchana. Zidi kutulinda Bwana, zidi kutuonekania, mfalme wa ajabu. Bwana unasema kwamba hutauacha mguu wetu teleze. Bwana wewe unasema kwamba wewe utulindaye hutasinzia wala hutalala. Hakika Bwana wewe haulali, wewe hausinzii, unatulinda usiku na mchana. Bwana tunakushukuru. Umesema kwamba utatukinga na madhara yote, utayalinda maisha yetu Bwana, utatulinda tuingiapo na tutokapo, tangu sasa na hata milele. Basi timiza lile neno lako hata katikati ya magumu, kama vile Shadrach, Meshach na Abednego walivyosema. Basi mfalme, sisi hatutaweza kunajisi, hatutaweza kuuza urithi wetu kwa mfalme, hatutaweza kuuza urithi wetu wa wokovu kwa ajili ya kuinamia miungu hii. Bwana, imani zetu zikaweze kusimama. Neno lako linasema kwamba ni ngumu mtu kumpendeza Mungu pasipokuwa na imani. Angalia jinsi ambavyo wale kina Danieli walikuwa na imani, walibeba imani hata katikati ya magumu, hawakuweza kukukana. Hata Ayubu alipopitia yale yote hakuweza kukukana. Basi Mungu tusaidie, hata dunia inapoturusha rusha, hata dunia inapotutukana, walimwengu wanapotusema mabaya, tusiyumbe Bwana, tusiyumbe, bali Bwana tukaweze kusimama imara katika imani zetu, tukijua kwamba kuna thawabu inayotungojea. Asante kwa wewe ni mwema na ni mwaminifu. Zidi kutuhudumia, Roho wa Mungu, uenende nasi kuanzia sasa na hata milele. Asante kwa wewe ni mwema, unaweza, unatenda Yesu, na hakuna linalokushinda. Ni kwa Yesu Kristo nimeomba na nikiamini. Amen.